Ndugu waandishi wa habari na Watanzania, nimewaita leo hapa kuzungumza nanyi kwa niaba ya chama chetu na kupeleka ujumbe wetu kwa Watanzania na msimamo wa chama chetu kuhusu upandaji wa bei ya mafuta na gharama na athari zitakazojitokeza kwenye maisha ya kila Mtanzania. Kwa niaba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ninawatakia heri Watanzania wote kuhitimisha mifungo ya kiimani Ramadhani kwa Waislamu hadi kusherehekea sikukuu ya Eid el-Fitr na Kwaresma kwa Wakristo hadi kusherehekea siku ya Pasaka. Chama chenu mnachokiamini, tunalazimika kuzungumza nanyi mambo muhimu ya nchi yetu, na katika mazungumzo haya mambo muhimu ya kuchukua hatua. Kama chama kikuu cha siasa nchini, tunakusudia pia kuwa na utaratibu wa kila mwezi kuzungumza masuala muhimu kuhusu nchi yetu yanayohusu siasa, uchumi, mahusiano yetu, usalama na maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo huu ni utaratibu mpya ambao tunauanzisha, ambapo kwa kila mwezi chama chetu kitazungumza na Watanzania mambo yote yanayokuwa yamejitokeza kwa mwezi ambayo yanahusu usalama wa nchi yetu, masuala ya uchumi na masuala ya kisiasa. Watanzania wenzangu, leo ninazungumza nanyi sio kuhusu bei ya mafuta. Ninazungumza nanyi kuhusu maisha ya watu. Ninazungumza nanyi kuhusu nauli za kila siku. Ninazungumza kuhusu unga, mchele, samaki, mboga, maziwa, mayai na bidhaa muhimu mezani kwa mwananchi. Ninazungumza kuhusu mamalishe anayenunua bidhaa asubuhi na kuuza jioni. Ninazungumza kuhusu mfanyakazi anayelazimika kupanda daradara kila siku kwenda na kurudi kazini kwa mshahara ule ule ambao hujapanda. Lakini maisha yakiwa yanapanda bei, ninazungumza kuhusu bodaboda, bajaji, wafanyabiashara wadogo, wakulima, wavuvi, wasafirishaji na familia za kipato cha chini na cha kati. Leo wanabeba mzigo mkubwa zaidi wa uchumi baada ya hiki kinachoitwa upandaji wa bei ya mafuta. Ukweli wa haya yote ni kuwa kupanda kwa bei ya mafuta sio tu habari ya nishati, ni habari ya gharama za kuishi, ni habari ya mfumuko wa bei, ni habari ya uwezo wa mwananchi kuendelea kuishi kwa heshima. Na kwa sababu hiyo, leo tunapaswa kusema ukweli kwa uwazi, kwa takwimu na kwa ujasiri. Watawala batili wa CCM, hata katika ubatili wao, ni lazima waambiwe kwa nguvu ya umma, na umma uwalazimishe kufanya kile kilicho cha haki na ambacho wananchi wanakitaka ili kuwapa ahueni ya maisha. Ndugu wa Tanzania, kwa mujibu wa takwimu za EWURA za mwezi Aprili, bei elekezi ya mafuta zimefikia viwango kama ifuatavyo: petroli shilingi 3,820 mpaka shilingi 4,017. Hii 4,017 nazungumzia Tarime, nazungumzia Kigoma, nazungumzia maeneo mengine ya kanda ya Ziwa. Bei ya diesel imefikia shilingi 3,806 mpaka shilingi 4,003 kwa lita. Na ikumbuke kwamba siku 10 tu zilizopita bei ya diesel ilikuwa shilingi 2,854. Kwa hiyo imepanda kwa zaidi ya shilingi 1,000 kwa lita, na maeneo mengine 1,000 na zaidi. Bei ya mafuta ya taa kerosene shilingi 3,500
mpaka shilingi 3,882. Hizi sio namba za karatasi. Hizi ni takwimu za ofisi, sio takwimu za ofisi tu. Hizi ni namba zinazogeuza kuwa nauli ya daradara. Hizi ni namba zinazogeuka kuwa bei ya unga sokoni. Hizi ni namba zinazogeuka kuwa gharama ya kusafirisha chakula. Hizi ni namba zinazogeuka kuwa mzigo wa maisha kwa kila kaya ya Kitanzania. Kwa hiyo anayesema bei ya mafuta ni mafuta tu hajui maana ya uchumi wa mwananchi. Kwa Tanzania ya leo, mafuta yakipanda bei, nauli hupanda. Nauli zikipanda, chakula hupanda bei. Chakula kiisha panda bei, biashara ndogo huumia. Biashara zikiumia, mapato hushuka. Mapato yakishuka, huku bei zikipanda, maisha ya mwananchi kuingia kwenye mtego wa maumivu makubwa. Hapa ndipo bei ya mafuta hugeuka kutoka kuwa takwimu na kuwa mateso ya kila siku kwa mwananchi.